Moja exclusive interview ambayo tumebahatika kufanya ndani ya wiki hii ni pamoja na mahojiano na Ibra Malume mwenyewe bwana, Nita Young King. Inakuwaje? Kama kawa. Hivi hapa Embo waweke wazi kwanza kihalisia show yako kwa sasa hivi kiasi gani unafanya? Na mtu ambaye anataka collab na wewe kiasi gani anaweka? Hilo swala mimi siwezi nikalisema kwa sababu unajua sawa kuna thamani ya mtu, lakini mimi siwezi kwanza nikajipa thamani ya pesa kwa kiasi fulani. Hapana, utakapokuja na utakapokupokea. Lakini kwamba ukija kwa dharau tu kwamba kwa sababu mimi kuniambia kwamba eti Malume tusaidie bwana, eti nina show ya kiasi. Nitaje tu labda eti nina show ya 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 600,000, 700,000, 800,000. Hapana. Hatuokoti, yani kama tukiokota basi ujue ndugu yetu sana. Na nani wana accept show zako zikija bwana tunamtaka Malume? Nani ambaye anahusika sana ku accept show zako? Twahili ni nani? Twahili ndo manager mzee wangu. Na hao ambao wapo upo nao kina Kevo? Kevo so, yani Kevo so manager, Kevo ni ndugu yangu. Ndugu yako? Kabisa. Bwana nilipiga story na Kevo ananiambia bwana ni Malume ndugu yangu. Nikasema hapana bwana, lazima nimuulize Malume, ndugu wenu upoje? Unaweza kwa ndugu bwana mtoto wa nani? Kevo ndugu yangu, yule mtoto wa mama yangu mkubwa. Afu yule ndugu yangu afu rafiki yangu sana. Hivyo unajua kwa ndugu afu marafiki. Siwezi ngamtupa. Kuna viklipu ambavyo vilikuwa vinaonyesha before Malume alivyokuwa kipindi yupo shule bwana, alikuwa anaimba nini. Sasa mimi nataka nifahamu mshikaji wako ambao kipindi yupo shule alikuwa anasema Malume anakupa sana imani bwana, Malume una kitu unaweza. Kevo? Kwa hiyo Kevo umesoma naye. Yaani ndugu yangu na kwenye kiti ngana hapa na hapa. Sasa fikiria. Na tuzungumzie swala lako la uachaji wa ngoma kwa sababu Malume tunajua sasa hivi ni mtu ambaye hata kiimba na bubu vitu lazima viende. Nini behind? Behind mimi sijui, lakini sijui ni kutokana tuna muziki mzuri. Naweza nikasema tu kutokana na muziki mzuri. Muziki mzuri unaofanya. Na tutegemee collab yako lini kwa sababu tushazoea wewe unashirikishwa. Vipi kuhusiana na wewe, which next kuhusiana na wewe kumshirikisha msanii mkubwa? Mzee na nyimbo nyingi, unajua na nyimbo nyingi. Na nyimbo nyingi sana. Lakini itakapofikia muda wa kusema basi tufanye tena collab ndo basi ujue ninacheza kwetu. Kwa hiyo bakia nafasi zao za mwishoni kufanya collab. Na mimi kitu ambacho leo ni kumwage maua yako bwana. Malume ni mtu ambaye ukifanya mtu na collab na mtu sio tu collab, yani unambless kufanya hadi challenge. Moyo gani ambao unakuingia kijana ambaye unaanza game la muziki wa Singeli? Sasa mimi sinapenda mwanangu muziki, mimi naupenda. Muziki naofanya mimi naupenda. Kwa hiyo nitafanya tu kwa moyo mmoja. Hivyo tu. Sidhani kama kuna mengine, lakini mimi napenda nikifanya nifanye tu kwa moyo mmoja. Kuna moja ya interview uliulizwa na Mido ile kitambo kidogo, aliuliza wewe watu gani ambao zamani ulikuwa unatazama kama kioo? Sio kama kioo, aliniuliza kwamba watu gani ambao ulipenda sana kufanya na ngoma katika muziki wako unaofanya, si ndio? Nilimjibu Balaa, nikamjibu MCzo, nikamjibu na Msomali, si ndio? Kwa sasa hivi kwa sababu kuna wakati fulani ukishafika hatua kubwa unaona kwa unavimba unasema Msomali Balaa na watia hapa. Wala na heshima yao mwanangu, walipeleka mji kivyao wajua. Kwa mtu heshima yake inabidi baki pale pale. Balaa nitamheshimu, Msomali nitamheshimu. Ndio maana sipendi yani walinganishe nao kwa sababu naona ukama. Hata MCzo pia nitamheshimu. Kwa sasa hivi unawishi msanii gani wa muziki wa Singeli ambaye ukiachana wewe hajakupa ufanye naye collab, wewe unatamani wewe kama ufanye naye collab? Kwa sasa hivi labda tuame. Hapo tuambie kwa sababu kuna labda tuame kwenye Bongo Flava, sio tena kwenye Singeli. Kwenye Singeli umemaliza? Sijamaliza, lakini hakuna kwenye Singeli. Kuna baadhi wanasema mbona Malume ana uasilia wakaje. Hiyo imekaaje? Afu ule ulisema ni brother yako. Wewe utamani siku moja uje kufanya naye ngoma? Hata brother yangu afu nitamani naye kufanya naye ngoma. Hata mimi brother ni kitendo cha kukaa chini kumwelekeza bwana brother. Hivi na hivi fresh. Sababu kuna clip moja ninaona kaje yuko studio ana rekodi ngoma. Afu ulikuwepo pale umevaa koti jekundu kama sijakosea ni wewe. Ilikuwa yeye ni project ya last au ya sasa hivi? Ile ilikuwa muziki ya kitambo. Kaja alikuwa rekodi nyimbo ile muziki bwana. Lakini sasa hivi ukimcheki anakuambia labda kipindi kile anasema dogo bado ulikuwa dogo. Brother haja kumdharau. Ndio kikolabu kwa sababu kaja na yani kikolabu hapana. Hajawahi yani hajawahi kabisa yani kusema hata bwana dogo sijui na nini, hapana.
blaza ni hivi na hivi. Baridi mdogo, baridi. Kwa hiyo yeye mwenyewe ana appreciate kazi yako. Na mimi na appreciate pia kazi zake. Misingi yako Marume ipoje kwa sasa hivi? Misingi yangu. Nistaki tu miausho. Kama kwenye kazi inabidi tufanye kazi. Kwenye kufurahi tutafurahi, kwenye minuno tutanuna, kwa sababu ndo misingi uliyojiwekea. Utakapokuja ndio hivyo unapokupokea. Utofauti wako wa kazi na mapenzi, mahusiano. Kwa sababu kuzungumzia Marume ni msanii ambaye watoto wa kike bwana, ukimtambulisha huyu Marume kazi wanayo. Hiyo kwako imekaaje? Unamtreat kama ni shabiki au unamtreat mtu ambaye akiingia tu nawe unachomeka naye? Shabiki. Na watoto vipi ku-DM? DM nyingi mzee. DM kibao. Tuwashumule wa shule sasa hivi akimsikia Ibra Marume akisikia haga tu. Lakini mimi si analia. Acha basi. Anatoka na machozi. Hebu mpe, kwa sababu nyimbo zako zingi ni maisha ambayo umepitia, mpe kidogo basi tusikie. Kurudi kwako siwezi. Nilitamani uwe Beyonce na mimi Jay-Z. Lakini aliniona ndezi. Akanona king'ang'a eti bwega mapenzi. Kopa jeupe akalitia doa. Anafanya kwa komoa. Alinikatiri mimi nilidhani mke wa ndoa. Na bado aliona poa. Akiomba alitoa. Hiyo ni ngoma ambayo umepitia hiyo? Hiyo ni ngoma ambayo inasilia. Hiyo si kama tumempa tu. Ngoma gani ambayo wewe ulipitia kwa maisha ya Marume bwana? Dai ngoma unaandika huko machozi fulani ya moyoni yanatoka. Hivi siku ikitokea nimefumba macho mazima mimi, siwezi hata kuamka tena. Nafsi yangu inajitetea na kujiona kama bado mzima, ila siwezi nikasema tena. Huku mama yangu anazimia, anazinduka, anazimia tena. Asa mbona mwanangu umeondoka mapema hujasema? Dada anazimia, anazinduka, anazimia tena. Mdogo wangu kipenzi mbona umeondoka huja? Nimeshaacha majumba, nimeacha magari, nimemuacha mchumba, nimeacha salari sitozikwa na mavumba, nitafungwa kama pipi tena kwenye sanda. Hiyo nyimbo naandika kwa uchungu sana mzee. Hivi Marume hiyo project yake ilishia wapi? Ipo ndio kwamba na nyimbo nyingi sana. Nyimbo tukisema tunaachia. Kwa hiyo tegemea Marume EP album. Zote. Lini hiyo? Kuna mashabiki wanatamani Marume wai kila siku unashirikishwa. Soon. Afu katika hiyo ngoma ya Kifo kuna kipindi fulani na kuna clip alikuwa anaimba msichana. Hiyo ni familia au ni mtu ambaye upo naye, ulikuwa wewe kama nabii mkubwa na hisi na msichana alikuwa dada yako yule? Dada yako anaonekana na appreciate sana kitu chako. Na familia kwa ujumla. Sahihi. Na kuna ngoma ambayo dada akiingia tu asikia kaka kabla kukaa nipigie hiyo. Anakubali mziki wangu. Kazi zako anakubali. Hata nikirudi nyumbani hapa naweza nikamkuta nasikiliza kazi zetu. Sasa hivi Marume, sasa hivi zamani tulikuwa tunasikia Marume mabegani karakata. Vipi bado una push karakata au usha switch kutoka sehemu moja una karakata yenyewe subirini? Forever karakata. Wewe ni msanii ambaye sasa hivi bwana, mimi nikupongeze sana, ni msanii ambaye unajituma kwa namna moja ama nyingine, afu unajitoa kwa moyo wako mkubwa sana. Mungu abless bwana. Ila nina maswali mengi ya kuuliza. Ila ndio nitakuuliza ndio muda siku nitakucheki. Na mengi sana na ndio sasa hivi unajua kuna washikaji mimi. Sema hapa. Au nitamhoji sio nafsi. Jamani wewe mmoja. Piga ile kuna piga ngoma ya Don't Care. Verse yake. Si